Hata hivyo, Kanali Randrianirina ameahidi kuitisha uchaguzi mkuu mpya ndani ya kipindi cha miaka 2 ijayo. Katika kuliangazia hili nimezungumza na Efroni Mkungirwa. Huyu ni mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambapo nimeanza kwa kumuuliza nini maana ya hatua ya Kanali Michael Randrianirina kuvunja serikali ya Madagascar. Hatua ya Kanali Michael Randrianirina kuvunja serikali ina maana kwamba amesitisha rasmi mamlaka ya waziri mkuu na baraza lote la mawaziri, na hivyo kufanya serikali ya utendaji kuanza upya chini ya uongozi wake wa mpito. Na katika mifumo ya kisiasa sasa kama ilivyo kwa Madagascar, hasa katika wakati wa mpito unaotokana na utawala wa kijeshi, ama tukiangazia hata kwa nchi zingine ambazo zimewahi kufanya mapinduzi, hatua hii mara nyingi hufanyika kwa sababu kadhaa. Moja ikiwa ni kurekebisha muundo wa serikali. Kiongozi wa mpito anaweza kuamua kubadilisha timu ya mawaziri ama baraza la mawaziri kwa ujumla wake na mfumo wa serikali nzima aliyoikuta, ili kuweka watu wanaomuunga mkono yeye, na ama pia vile vile wanaoonekana kuwa wana uwezo zaidi wa kusimamia kipindi hicho cha mpito na kuenenda katika matakwa yale ambayo anakuwa anayataka yeye. Lakini sababu ya pili inakuwa labda ni kujibu shinikizo la kisiasa kutoka kwa wananchi na kudhibiti pia mamlaka ya mpito pia vile vile. Hatua hii ya jeshi kuingilia siasa inaweza kuathiri vipi uhusiano wa Madagascar na jumuiya ya kimataifa? Kwanza, mifumo ya Madagascar hairuhusu jeshi kuingilia mifumo ya kisiasa, ingawaje sasa ni wakati ambao watu walitaka mabadiliko, ndio maana jeshi likaingilia kati. Ina athari moja, itaathiri uhusiano wake wa kidiplomasia na mataifa mengine, lakini pia vile vile huenda ikapelekea hata kuwekewa vikwazo vya ndani ya bara la Afrika kutoka kwa Umoja wa Afrika wenyewe, lakini pia vile vile kutoka kwenye mataifa mengine. Huenda wakaona tena Madagascar si mahala salama hata pia pa kuwekeza na kuweza kufanya shughuli zingine, hata pia kwa wawekezaji wa kigeni pia vile vile. Je, unadhani ahadi ya kuitisha uchaguzi mpya ndani ya miaka 2 inaweza kutekelezwa ipasavyo? Ni kawaida katika serikali za mpito ndani ya bara la Afrika ambazo zimekuwa zikifanya mapinduzi, huwa zinaahidi namna hii kwamba huenda zikaitisha uchaguzi baada ya muda mfupi. Lakini hatua yake inaweza kuwa na matokeo mawili tofauti. Moja, inaweza kuharakisha uchaguzi kama Michael Randrianirina mwenyewe ataweka serikali ya kitaalamu ya mpito katika kipindi hiki ambacho ametengua baraza la mawaziri. Hapo serikali mpya ikiwa itaweka kipaumbele katika marekebisho ya mfumo wa uchaguzi ndani ya Madagascar na maandalizi ya mifumo ya kupiga kura pia. Na pia iwapo kutakuwa na ushirikiano kati ya jeshi, vyama vya siasa na makundi mengine ya kiraia ama asasi zingine za kiraia, ndivyo uchaguzi huenda likawa ni jambo la kuharakisha zaidi. Lakini inaweza kwa namna nyingine ikachelewesha uchaguzi ikiwa hii mpya ya kijeshi ikiwa itaunda serikali yake ya hivi sasa ya mpito ama baraza lake la mawaziri ambayo inamuunga mkono kiongozi wa mpito pekee ambaye ndo amesimama kama kiongozi mkuu wa nchi. Je, unadhani mabadiliko haya ya kisiasa na athari gani kwa wananchi, hasa kuhusu matatizo ya umeme na maji ambayo yanaikumba nchi hiyo ya Madagascar? Sema kwamba Madagascar ni moja ya nchi za Afrika ambazo zinakumbwa na mdororo wa kiuchumi kwa kiasi kikubwa sana. Ikiwa moja ni tatizo la ajira, lakini mbili pia kumekuwa kuna kudorora pia katika utoaji wa huduma za kijamii, hususani umeme na maji, lakini pia na huduma za kiafya pia. Na hii ndio ilipelekea mapinduzi haya yakatokea. Ni muhimu sasa serikali ya mpito ambayo inajinadi hivi sasa kwamba ni muhimu kazingatia matakwa ya wananchi wanataka nini. Lakini pia vile vile Madagascar ni nchi yenye vijana wengi, na vijana ndio walishinikiza mapinduzi haya yakatokea. Kwa hiyo vijana matatizo yao makubwa ni ukosefu wa ajira. Ni muhimu pia serikali iliyopo kwa sasa ikazingatia utekelezaji wa matakwa hayo ambayo vijana wanahitaji watekelezewe, kwa sababu vijana ndio wengi zaidi ndani ya nchi ya Madagascar. Ni nchi yenye watu wachache zaidi, ni nchi ambayo pia ina uhaba wa rasilimali kutokea kwa wakati mwingine, lakini pia kubwa zaidi ni kufuata katiba ya nchi kama inavyosema na inataka nini.